Huo ni mchongo sasa. Unafahamu wewe unaweza kupata bilioni 3 CRDB kama diaspora? Nikiwa sina biashara yoyote au mnanipaje? Hiyo unajua tu bilioni 3. Hiyo sijui, hebu tuambie hii bilioni 3 jamani, habari njema. Bilioni 3 tunaipataje? Talk to Diaspora, experience of life abroad ndilo kubwa mara nyingi tunazungumza hapa, lakini huwa nakwambia hapa unaenda kuzisikia taarifa, fursa na mambo mbalimbali yanayowagusa moja kwa moja waishio ughaibuni, na hawa si wengine bali ni wana diaspora. Yes. Na leo nawaletea kwenu taarifa njema, na ni taarifa kuhusu masuala ya uwekezaji. Kwa hiyo tega sikio, kama we ni mwana diaspora hapa kubwa, utaelimika na kuchukua hatua. Sawa Basi karibu sana. Mimi naitwa Sally, hii ni Sally Network. Leo Talk to Diaspora tumepata bahati ya kutembelewa na mkuu wa kitengo cha diasporas kwa upande wa benki ya CRDB, na huyu si mwingine bali ni kaka Joseph Mosha. Ana mengi ya kutujuza mazuri. Mimi nakwambia kama nilivyokudokeza hapo awali, tega sikio, wakati ni sasa. CRDB wana nini? Kwa nini nimewaalika leo tuzungumze mengi? Najua kwenye mtandao umepita huko unasikia CRDB benki bila mipaka, CRDB Diaspora Bank, taarifa ni nyingi, lakini leo sasa yote yale unaojiuliza, yote yale ambayo unataka kusikia wewe mwana diaspora, ninaye hapa Joseph Mosha atuambie CRDB kunani. Karibu sana Joseph. Asante sana dadangu Selin kwa kunikaribisha kwenye kipindi hichi cha kuongea na diaspora duniani. Sisi kama benki ya CRDB tunafarijika kwa ushirikiano ambao tunapata, lakini tuko hapa kuambia diaspora, kila diaspora benki kimpango wake bila mipaka. Ndio. Hebu tuambie, nimeitambulisha hapo juu kwa sababu wengi wanaona kwenye mitandao ya kijamii, wengine wanatazama kwenye vyombo vya habari, wanaona CRDB benki bila mipaka, CRDB wana benki ya diaspora. Maswali ni mengi, nikiwepo mimi na wadau wengi ambao nyuma yangu ambao ni wana diaspora, wanajiuliza nini hasa lengo la hiyo diaspora account. Asante sana dada yangu Selina kwa swali nzuri, kwa sababu umesema nini hasa lengo. Yes, CRDB, kauli mbiu yetu nasema CRDB ni benki ambayo tunawasikiliza wateja wetu, lakini pia kwenye kitengo chetu cha diaspora tuna kauli mbiu yetu, ukisikia tuko duniani tunakwambia tu, ukisikia tu benki bila mipaka uje ni CRDB. Na kwa maana tunasema watu wa marketing wanakuja na kauli yako, kila mtu wa benki kimpango wake. So lengo la hichi kitengo kuwepo, na kitengo hichi kimeanzishwa miaka zaidi ya 26 iliyopita. Tangu mwaka 2000 hichi kitengo kimeanzishwa. Kwa benki nyingi wanakuja kujifunza jinsi gani kitengo cha diaspora cha CRDB kinachofanya kazi, na wenyewe wanaenda kuanzisha kule kwao. Kwa sababu sisi lengo letu ni kuhakikisha Mtanzania yoyote akiwa Tanzania, akiwa nje ya mipaka Tanzania, awe na uwezo wa kupata huduma za kibenki Tanzania bila changamoto yoyote. Kwa hiyo maana yake tunapokuja kwa diaspora, maana yake tunaongelea diaspora ile ambaye yuko nje ya mipaka, kama wewe tunavyoongea na wewe uko Ujerumani, mimi niko Tanzania. Kwa maana yake ukiwa Ujerumani unahitaji kuwekeza nyumbani, unahitaji kulipa ada za wadogo zako nyumbani, unahitaji kulipa bili za nyumbani, labda za kiwanja chako, bili za umeme, unafanyaje? CRDB diaspora inakuwezesha kufanya hayo bila wewe kuwa nyumbani. Ukiingia kwenye simu yako ya mkononi, kwa kutumia sim banking application, kwa kutumia internet banking, unaweza kufanya malipo ya bili za nyumbani bila changamoto yoyote. So hichi kitengo, pamoja na kwamba kuna mtu mwingine anawezekana yuko nje anatumia kadi ya CRDB ya Visa card, ile kadi imepita muda wake umeisha, imekuwa expired, tunachokifanya tunakusaidia kurenew ile kadi yako ukiwa huko duniani, na tunahakikisha ile kadi imekuja hadi ofisini kwako au nyumbani kwako bila changamoto yoyote. Lakini pia kitengo hichi pia kinaangalia, kuna watu waliondoka Tanzania wakiwa hana account, lakini kule washapata kazi, wanatamani wawekeze nyumbani, wanatamani wawe na akiba zile. Unapopata kazi kule unahifadhi sehemu ya pesa yako, ukija nyumbani Tanzania uje ufanye maendeleo. Kwa hiyo ukiwa huko ng'ambo, CRDB
hauhitaji uende kwenye matawi yetu ili ukafungua akaunti. Hapo hapo ulipokuwa umeketi, ukiwa ofisini kwako, ukiwa nyumbani kwako, sisi CRDB tunakuwezesha kufungua akaunti ya diaspora bila changamoto yoyote, na tumefika mbali zaidi. Ukiwa na application na sim banking, wale ambao wana namba ya NIDA wanaweza wakajifungulia akaunti zetu bila kutembelea matawi yetu. Ni kwa tuna namba ya NIDA unafungua akaunti. Kwa hiyo tukisema ni kwa nini kitengo cha diaspora, lengo kubwa ni kuhakikisha tunasogeza huduma kwa karibu, hasa kwa wale ambao wako nje mpaka Tanzania. Na kwa kuzingatia hilo, mkurugenzi wetu Daktari Abdulmajid Musa Nsekela kwenye kitengo hichi, kila bara lina mtu ambaye analisimamia. Tukiongelea bara la Afrika tuna dada anaitwa Helen Steven. Ukiangalia bara la Amerika tuna watu wawili pale wanaangalia, kuna Aziza na tuna Fred Bwana wanaangalia. Lakini ukija bara la Ulaya tuna Abdalla Peka. Ukienda bara la Asia unakutana na Theodora Meru. Lakini pia ukienda bara la UAE na Middle East unakutana na Bahati Mosha. Kwa hiyo tumejipambanua kuhakikisha popote Mtanzania alipo anakuwa na mtu ambaye anamhudumia. Kwa mimi kama ninavyowasii da, kuhakikisha tunasogeza zile huduma kwa karibu zaidi. Tena hapo umejibu swali langu, maana nitaka nikuulize, hii ni kwa Watanzania wanaoishi kote nchi zozote duniani ama mmetarget America na Europe peke yake? Lakini umeshalijibu, ni kwamba yoyote mradi yuko nje ya Tanzania yeye ni mwana diaspora. Kwa hata kama mtu yuko Kenya, Uganda, Rwanda hapo jirani, hii inamhusu. Hii inamhusu. Yaani ukishakuwa tu nje ya mpaka wa Tanzania. Yaani ukishavuka tu boda, ukawa unaishi nje ya boda ya Tanzania, wewe kwetu tunakuhudumia kama mteja wetu wa diaspora. Na ndio maana tukienda mbele utakutana na bidhaa ambazo tumezibuni ambazo zinaenda kujibu moja kwa moja matakwa ya diaspora, na ambazo pia kwa kupitia hii platform wengi wataenda kuzijua, kwa sababu sio kila mtu anajua hizi bidhaa. Ni kila tukienda kwenye mikutano hizi ya diaspora duniani tunakuwa tunashirikisha, mtu anapata, lakini tuna bidhaa nzuri ambazo benki yetu inaifanya, imezibuni kwa ajili ya kuhakikisha huyu Mtanzania anapata huduma za kibenki kama ipo nyumbani. Mathalan, naweza kwambia hivi, unafahamu huu ni mchongo sasa. Unafahamu wewe unaweza kupata bilioni 3 CRDB kama diaspora nikiwa sina biashara yoyote, au mnanipaje? Hiyo tu bilioni 3. Hiyo sijui, hebu tuambie hii bilioni 3 jamani, habari njema. Hii bilioni 3 tunaipataje? Tuna mikopo kwa ajili ya diaspora ambayo tunatoa mikopo mortgage. Na hii mikopo mortgage tunatoa katika makundi kama manne. Kuna diaspora ambaye ana nyumba yake alijenga kabla hajaondoka, anataka kuifanyia renovation ifanane sasa na duniani. Anakuja na BOQ na gharama tunampa hela. Kuna mtu mwingine ana kiwanja tu kina hati, tunaanzia kuchimba msingi hadi anahamia. Kuna hawa housing developers washirika wetu ambao tunao, wameshajenga nyumba zao wanaziuza. Wewe unachokifanya umependa nyumba inauzwa pale Masaki, umependa inauzwa dola milioni 2, dola 300,000, dola 100,000, whatever price wewe umeshaipenda. Ukija CRDB sisi tunakuwezesha kupata ile nyumba kirahisi. Lakini pia kuna mwingine ana nyumba zake amejenga, lakini anahitaji pesa kwa ajili ya kufanya mambo mengine, tunasema equity release. Wewe unanipa na nyumba yako ya Masaki, sisi tunakupa bilioni 2 ukafanya mambo yako mengine. Hiyo unaikuta CRDB. Kwa hiyo tunamkopa mortgage ambayo ni kuanzia shilingi milioni 1 hadi shilingi bilioni 3, na mkopo huu unalipwa hadi miaka 20, na wanaonufaika na hii mikopo ni diaspora yeyote ambayo yuko duniani ambaye ana passport ya Tanzania. Zingatia hapo. Mwenye passport ya Tanzania anaweza akachukua mkopo wa mortgage Tanzania bara na Tanzania visiwani, akafanya maendeleo anayotaka na akaulipa mkopo kwa riba nafuu. Na uzuri wa riba zetu zinajumuisha pia na bima ya maisha. Kwa maana yake, si unajua kuna mtu sasa nikishajenga nyumba yangu ya bilioni 1 nikitokea nimeitwa, sababu na mwingine akishaona nyumba imekuwa nzuri anafurahi, roho inaondoka kwa raha tu kukamilisha jambo lake. Ile nyumba iuzwi na ule mkopo utalipwa moja kwa moja na bima, na pia nyumba yako itaendelea na familia bila shida yoyote. Kwa hiyo ni wakaribishe
kwa wale ambao wana uraia wa nchi nyingine wanaweza wakapata mkopo kupitia special zone upande wa Zanzibar. Zanzibar kuna sehemu ambapo wa Mtanzania yote, mtu yote duniani anaweza kainvest. Kwa ukija na CRDB tushafanya assessment, tunakupa hela, tunalipia kule, maisha yako yanaendelea. Kwa hiyo ni mchongo tu mrahisi kabisa ambao ukiangalia diaspora na upata kupitia kitengo chetu ambacho tunakihudumia. Wow, ongereni. Kwa hiyo hapa diaspora mwenye lengo la kununua nyumba, mwenye lengo la kurenovate nyumba, mwenye lengo la kujenga kabisa from scratch, anaangaliwa tu kwa vigezo ambavyo mmeviweka kama ulivyovitaja, alafu anawezeshwa kukamilisha mchakato wake au kumaliza kabisa. Sasa hebu nikuulize hapo, ambaye anataka kununua nyumba, tuachane ambaye kashajenga Amani, anataka kununua, anatakiwa kuwa na kiwango fulani cha pesa kwenye account kama inaanza, ama anapokuja kwenu haya mabilioni anayachota kwa vigezo vipi? Kigezo cha kwanza kwa diaspora yoyote ni kwamba awe tu ameajiriwa ya muda ya kudumu au ya mkataba. Kigezo cha pili tunaangalia uwezo wa kulipa, ability to pay. Sababu tutaangalia mshahara wako una qualify bilioni 1. Kwa kama mshahara wako una qualify milioni 200, tutakupa mkopo wa milioni 200. Kama mshahara wako una qualify bilioni 2, utapata bilioni 2. Kama una qualify bilioni 3, utapata bilioni 3. Lakini pia ili upate mkopo sio lazima uwe na account na sisi au ndani ya miaka 10 au miaka 5. Inawezekana leo unafungua account leo ili ukakope mkopo wa mortgage. Kwa sababu historia inaenda kulipa wale mkopo sio umekuwa na hii account muda gani, ni ile kazi ambayo unaifanya. Kwa maana yake kwa yule ambaye atajenga anatakiwa tu na contribution ya 10%, of which unakuta ile contribution ipo ndani ya kile kiwanja chake. Unakuta gharama hata kiwanja ambacho amenunua pale Masaki au kule Mbweni au uko Duniani Dodoma, ile value ya kiwanja ni 10%. Kwa maana yake kwa yule ambaye ananunua, kama tunanunua nyumba ya yeye ana contribute 10%, sisi tunaomba 90%. Yes, lakini pia uzuri wa kufanya na sisi tunahakikisha unapata kitu ambacho ulikitarajia. Unajua sasa hivi diaspora wengi wanaumizwa sana na kutuma ile kwa ndugu ili amjengee nyumba. Kwa hiyo unakuta mtu anajenga nyumba kwa Selina wapi tuseme Kigamboni, kumbe anajenga nyumba yake. Kwa kila siku anakupa picha ya nyumba yake. Kila siku anakupa maendeleo ya picha ya nyumba yake. Kwa ukirudi hapa unakuta kiwanja hakina kitu. Hamna kitu ya. Yes, kwa maana yake hiyo inaondoa, lakini pia kwa sababu tunakupa mkopo huwa wa kujenga, hatukupi hela yote kwa wakati mmoja. Tunakupa kwa awamu. Awamu ya kwanza labda kwa ajili ya foundation, au awamu ya pili kwa ajili ya boma, structure ya nyumba yenyewe, awamu ya tatu kwa ajili ya finishing. Kwa kila awamu unavyotaka kufanya, maana yake maafisa wetu wa mikopo wanaenda wanakagua. Wanaweza pia wakakusanua mapema kwamba hapa bana unapigwa. Kwa hiyo huyu fundi sio quality anayotumia sio, kwa mwisho wa siku tukabadilisha ukasave hela zako. Kuna baadhi ya wana diaspora ambao wana uraia wa nchi nyingine, na tunafahamu Tanzania bado swala la uraia pacha tiwa kalamu nyekundu, yani halijapitishwa, halikubaliki kwa sasa, japo kuna masuala ya hadhi maalum na mambo mengine. Sasa kwa huyu Mtanzania ambaye anamiliki passport ya taifa jingine, hana passport ya Tanzania kwa sasa, lakini anataka kuweka pesa zake CRDB, tunamuhakikishia vipi usalama wa pesa zake asipate wasiwasi? Kwa sababu tunajua kwenye swala labda la kumiliki ardhi kwa mujibu wa sheria hawezi. Sasa je, kuweka pesa zake kwenye akaunti ya CRDB, nyinyi kama CRDB mnamhakikishia vipi huyu mteja kama hapa ni salama na pesa zako haziko kwenye alama za kuuliza, ziko kwenye mikono salama? Asante sana kwa swali zuri. Kama unafahamu sisi ni benki ya kimataifa na tunafanya kazi kimataifa kwa kanuni na taratibu za kimataifa, na Mtanzania yule ambaye ana uraia wa nchi nyingine, CRDB anaweza kafungua account ya forex
Kwa mfano tuna currency 5 sasa hivi kwenye kufungua akaunti zetu. Tuna currency ya shilingi, tuna currency ya dola, tuna currency ya pound, tuna currency ya euro, lakini pia tuna currency ya Chinese. Kwa maana yake yule ambaye ana passport ya nchi nyingine, maana yake tutamfungulia akaunti zote kasoro ya shilingi. Na tutamuunganisha na huduma ya internet banking. Muda wowote anaweza kufanya muamala, kutuma hela popote duniani, kufanya malipo yote popote duniani, na hela yake ipo salama. Ni kwa nini hawa tunawahudumia? Unajua sasa hivi ukija mgeni wote akija Tanzania hawezi kupata huduma za kibenki kama ana residence permit au working permit au relationship. Lakini huyu Mtanzania ambaye ndugu yetu ambaye amebadilisha uraia, tunamhudumia kwa sababu tunaamini bado ana mahusiano na familia za Kitanzania, ana mawasiliano na nyumbani. Lakini pia kuna mwingine amebadilisha uraia sio kwa sababu anaichukia Tanzania, kwa sababu tu ya fursa ya kazi ambayo anaifanya. Lakini ukiangalia moyo wake wote upo nyumbani. Kwa anapofungua akaunti yake, kwa mfano mimi hapa sasa hivi ni Mchaga, mimi nikaenda Marekani nikachukua raia Marekani. Usifikiri eti kiomba changu kule Moshi kitachukuliwa na mtu. By the way, hawezi kujua hata kama nimebadilisha uraia. Kwa sababu kila mwaka nitakuwa narudi nyumbani na kama mwezi mmoja narudi. Umeelewa? Kwa maana yake hawa kwa sababu still wana mahusiano. Kwa wale tunafungulia akaunti ya dola, ya euro na pound na TZS na Chinese, na inakuwa iko safe. Na hakuna mtu anaingilia akaunti yake. Na kwa nini waingiliwe? Tanzania tuna hizo mambo. Kwa hiyo akaunti yake ya diaspora iko proper kabisa. Atakuja anafanya investment zake nyumbani, atafanya bila shida yoyote, na atatumia akaunti yake bila shida yoyote. Na mtu anayetaka kufungua hiyo diaspora account kama sio mteja na wala hajawahi kuwa mteja wa CRDB, anatakiwa awe mbali na kitambulisho cha NIDA ambacho umesema au namba ya NIDA, kuna kiwango labda maalum kimewekwa, natakiwa na euro kadhaa ama madola kadhaa. Na mwingine akishasikia diaspora anaogopa, anajua huko labda ni pesa ya kigeni kibao. Kwanza kabla sijaelezea vigezo vya kumfungua account, na tamani nimwambie yule diaspora ni kwa nini awe na account ya diaspora CRDB. Moja, akaunti zetu zote za diaspora hazina makato ya mwezi. Subiri kwanza. Yaani naweka pesa yangu nitakuja kuitoa hata kama miaka mingapi, sina monthly service fee iliyokatwa? Wengine wanasema monthly ledger. Ina. Yaani hiyo hebu tupe hapo ndo watu wanataka sana, ndo mambo watu wanataka kusikia. Hela ziko pale pale. Takachokiweka ndo nitakachokikuta. Lengo la diaspora kufungua akaunti nyumbani ni kuweka akiba, akirudi afanye maendeleo. Sasa kwa nini tuipunguze? Kwa sisi ili kumpa benki shazoea zinatukata. Benki ya CRDB huko ishavuka, sio kila akaunti inakatwa. Tuna akaunti nyingi hatukati. Tuna akaunti ya Fahari hatukati, tuna akaunti za Junior Jumbo hatukati, tuna akaunti za scholar hizi za wanafunzi hatukati, tuna akaunti za wastaafu hawakati. Kwa hiyo tuna akaunti za Malkia. Ukisikia wewe ndo mdada una akaunti yako nzuri ya Malkia ambayo inakuwezesha kuwekeza, haikatwi. Kwa maana yake kuna watu ambao na invest kwenye hizi fixed deposit hawakatwi. Kwa hiyo kiangalia sio kila account inakatwa. Kuna akaunti zile za uwekezaji, mtu anaweka hela kwa sababu ya malengo ya kuja kuitumia baada muda fulani, au tukati. Na kwa diaspora kwa upendeleo mkubwa tukaondoa fees zote za makato ya mwezi kwa sababu tu moja, kumwezesha Mtanzania aweke hela yake aje ikute ikiwa vile. Lakini pia ina faida. Hatukukati lakini pia inapata faida. Kwa kuna interest kuanzia 2% unaipata kwa mwaka, inategemea na kiasi ambacho umeweka kwenye akaunti yako. Kwanza shilingi 200,000 kikikaa ndani ya mwaka mmoja kinapata faida. Hiyo ni faida ya kwanza. Hatuna makato ya mwezi. Lakini pia diaspora huyu ni kwa nini nimwambia yeye na hii account? Account yake hii inaunganishwa na alternative channels zote za kibenki bure. Kwa tutamuunganisha na sim banking, tutamuunganisha na huduma internet banking. Hii inampa confidence. Hata kama ni mtu anamwekea hela, ana uwezo kuangalia hela yake. Lakini pia cha tatu,
ambacho tunacho kwa diaspora, akaunti zetu hizi tunawawezesha kufanya uwekezaji. Kuna mtu anatamani kununua share. Unajua kama sasa hivi share za CRDB za moto. Kwa kutumia dawati la diaspora, tunamsaidia huyu Mtanzania mwenzetu ambaye yuko nje kufungua hizo akaunti za uwekezaji, lakini pia kumsaidia kuwekeza kwa especially kwenye kubidi bila yeye kutoka kule nje kuja Tanzania. Hiyo ni faida ambayo pia anaipata. Lakini faida kubwa kuliko akaunti zetu, pamoja na kwamba hazina makato ya mwezi, tumezikatia bima ya maisha ambayo inaitwa cover assurance. Selina kwa uzoefu wa miaka zaidi ya 26 ya kitengo cha diaspora kufanya kazi na huduma Tanzania, mara nyingi tunakutana na changamoto ikitokea Mtanzania tu amefariki akiwa nje ya Tanzania, kuna gharama za kurejesha mwili nyumbani. Lakini ukiwa na hii akaunti ya diaspora ya CRDB, tunatoa hadi shilingi milioni 15 kwa ajili ya body repatriation bure. Kwa hiyo tuna akaunti tunatoa shilingi milioni 10 cash kwa mwenza wa diaspora kama pole kwa kuondoka na mwenza wake. Lakini pia hatuishie hapo. Kuna mwingine anaweza kupata disability kutokana na kazi za ugaibuni, kule mambo ni yako, mambo ni mchaka. Kwa hiyo tunatoa shilingi milioni 5 kwa mtu yeyote ambaye amepata disability ambayo ni permanent. Mtu akipata ulemavu wa kudumu tunampa shilingi milioni 5. Hii akaunti haina makato ya mwezi, ni bure, lakini na hizi bima tumezilipia sisi wenyewe CRDB kwa ajili ya diaspora bila kumchaji. Hapo diaspora jamani, mshindwe nyinyi. Unajua benki yetu bana, ukiwa na benki mkurugenzi ni kijana na daktari, mambo yanakuwa anaelewa, mnazungumza lugha moja. Yes. Yeah. Kwa hiyo kufungua akaunti zetu za diaspora, kwa diaspora yoyote, Mtanzania yoyote, tunahitaji kitambulisho kimoja. Either kiwe ni passport au NIDA, kimoja wapo. Document ya pili, kitambulisho cha pili ambacho tutakiomba kwa diaspora ni kitambulisho chochote cha kuonyesha nje ya Tanzania. Una driver license ya Ujerumani, ukiwa na passport ya Tanzania unafungua account. Mwingine kitambulisho cha mkazi. Yes, mwingine anaweza kana kitambulisho cha mkazi cha Ujerumani anafungua account. Mwingine anaweza kana visa, mwingine anaweza kana na ile community ya diaspora Ujerumani wanatoa vitambulisho. Ukiwa na kile kitambulisho ile community unafungua account. Lakini pia balozi anaweza kukuandikia introduction letter. Akasema Selina ni Mtanzania anaishi hapa Ujerumani, hapa Berlin, anafanya shughuli zake hapa, naomba uhudumiwe. Akikutambulisha tu kwa ile barua tunakufungulia account. Okay. Kwa hiyo ukiangalia vitu ni vingi, muda ni mchache. Lakini tumerahisisha. Mwanzo ilikuwa tunahitaji mtu awe na residence permit, sio na working permit, sio na mambo yale ambayo unakuta wakati mwingine mtu residence permit yake lese imeisha jana, yuko kwenye renewal process, lakini driver license yake ipo active. Yuko nje na mhudumia. Kuna yule mwenye NIDA hahitaji hata kujaza form, ata download, ataingia kwenye Play Store au App Store, ata download sim banking application, itamuelekeza pale na kufungua account yeye mwenyewe bila shida yoyote. Lakini wale ambao hawana hizo, manake akijaza fomu yetu ya peji moja na peji upande wa mbele na upande wa nyuma na terms and conditions kusign, anapata account yake on the same day spot. Kwa hiyo naomba tu diaspora atakayetusikiliza, unataka account, unataka kufufua account yako, unataka kuomba kadi, unataka kuunganisha huduma ya internet banking, lakini pia dada Selina, inawezekana kuna watu waliondoka Tanzania na akaunti zao za Tanzania kipindi hicho. Nilitaka niulize kwa ambaye anayo account tayari inakuwaje? Hapo sio diaspora. Anachotakiwa kifanye account ya kawaida tu lakini ya CRDB. Yes, anachotakiwa kifanye, anatotumia tu email kwenye email yetu ya tanzanite@crdbbank.co.tz kutuambia naomba mtizame hii account. Je, hii account ni ya diaspora? Kama sio ya diaspora, naomba muibadilishe. Sisi tukia confirm tunakuta account yake ni account ya kilimo, alifungua akiwa Shinyanga, tutamtumia tu fomu ya KYC. Atahuisha taarifa zake, atumfungulie account nyingine, ile account inabadilishwa na kwa account ya diaspora.
nikishakuwa na hiyo akaunti yangu ya CRDB nikabadilishiwa kuwa akaunti ya diaspora hii na mnasema mnatuma kadi popote, hii kadi yangu naweza kuitumia kokote kwenye huduma za haya mataifa, mfano supermarket, nataka kulipa bili fulani mtandaoni, ama kutransfer pesa kutoka akaunti yangu hiyo kwenda kwa mtu mwingine, inawezekana? Nilikuwa na kutolea hii kadi uione hii kadi. Soma na hii. Visa card. Tembo. Ukiwa na hii kadi popote duniani ulimwenguni unatoa hela ya nchi husika. Lakini pia ukienda kwenye supermarket yote duniani unachukua mzigo unalipa. Unachanja. Ukienda online unalipia. Mimi sasa hivi hata nikisafiri nikiwa naenda duniani huko sibebagi hela. Labda nibebe nchi ambazo hazitumii visa. Kama mwenda Urusi. Lakini nchi zote ambazo zinatumia visa, mimi ni kadi yangu tu. Nikifika tu pale na shangaa tu, na mimi nachagua mizigo yangu yote, afa nawapa tu kadi, na chanja pale, naweka papin, naondoka. Na uchaji gharama za ziada. Unalipia tu mzigo uliochukua. Okay, na nilikuuliza hapo hujanijibu. Sasa huyu diaspora anatakiwa ajiandae na dola ngapi ama euro ngapi kwa kuanzia, kama hana kabisa na anataka afungue? Huyu diaspora ambaye ni wewe ambaye unataka kufungua account. Na wengine duniani unawakilisha. Najua unayo account nakutania, sio kasema unatoka kwa DJ. Kianzio. Obviously tunaanza kufungua account, tunaanza kufungua kwa free. Kwa sababu lazima tufungue account kwa sababu atupi hela. Tunafungua account, then tukishafungua account, akishajaza form zetu tunafungua, then tunamtumia account number. Kwa hiyo maana yake tuna kiwango cha kuweka cha kuanzia ni shilingi 100,000 za Kitanzania. Ambazo sio kama unaziweka kama unanunua ile account. Ni hela yako unaweka, unaanza pia ukaanza kuitumia. Kwa unaweza kuweka 100,000 unafungua account, sio account inakuwa tu ina zero. Una vibrate. Yes. Unaishtua. Ipo, lakini sasa ionekane ina uhai. Yes, lakini ukisheka 100,000 unaweza ukaitumia ile hela hadi ikabaki shilingi 2,000. Okay. Wala ukilinda account kinakuwa 2,000 nikitoa zote. So mtu mwingine sasa nikikala 100,000 sana nafanyaje? Unaitumia hadi inabaki shilingi 2,000. Na pia kwenye mpaka mabilioni yanayotaka. Yes, unatumia tu bila shida. Kwenye account ya euro, dollar, pound na Chinese ni dola 100. Na ina kima cha kutoa kwa siku, ama mtu anaweza kutumia as much as she can or he can. Sasa mnajua account nyingi zina kiwango cha siku. Unataka kunichonganisha na wenye hela zao sasa? Si mtu ndo ajue, labda anaweza kawa anasafiri, ametoka hapa Ujerumani, anaenda labda let's say anaenda China, ameshatoa pesa zake hapa za kilinda mfuko kutoka huko, au ameshachanja ametumia, anajua nikifika pale naendeleza. Anaweza akafika akakwama, akaambia umefika limit ya matumizi kwa siku, ama umetoa tayari, unategemea nikifika, kwa sababu niko taifa jingine, labda hasa ana usafiri, ameboda akiwa Ujerumani asubuhi, alitoa kiwango fulani, amefika kule anataka kuzunguka anatoa kingine, anakuta labda anaweza kutumia anavyoweza, ama anatakiwa ajue kwa siku labda usivuke kiwango fulani ndani ya masaa 24. Asije akafika akakwama kusema akaunti, mbona mmesema mtu anaweza kutumia kokote, nimefika huku siwezi na pesa zangu ninazo. Hii ikoje? Inaenda kiutaratibu ule tulozoea wa benki, ama hii ni fungulia goli kila mtu apate? Asante. Akaunti zote zina utaratibu wake. Mimi nilichokujibu ni kwamba endapo ukitaka kutoa hela, kuhamisha pesa zako, sisi hatuna pingamizi. Ila kwenye channels ambazo zinatumika, kuna channel ya kadi, tuna channel ya sim banking, pia tuna channel ya internet banking. Internet banking unaweza ukahamisha hadi shilingi milioni 500 kwa siku. Ukishakuwa tuna sim banking unaweza kuhamisha hadi shilingi milioni 10 kwa siku, lakini pia unaweza kuongeza ile limit kwenda milioni 20. Pale ambapo unahamisha tu unamhamishia mtu kwa siku. Lakini ndio diaspora wengi na washauri wao na internet banking, kwa sababu inahitaji uwe na chip kwenye simu. Ukienda tu kwenye kompyuta ukaandika tu CRDB internet banking, inakuja pale, unaingiza password yako, unaingiza user ID, unafanya miamala popote kwenye internet. Kwenye upande wa kadi, kadi zina
kuna kuchanja, unaweza kuchanja. Kuna kadi ambazo zinakupa limit ya milioni 25. Kuna kadi kwa mfano hizo koti za gold zinakupa limit ya milioni 25, unaweza kwenda kwa chanja ukalipia tu bila shida yoyote. Kutoa kwenye ATM cash inategemea sana limit. Mara nyingi zina milioni 5. Lakini mtu mwingine kutokana na matumizi yake anaweza kaomba ku extend limit hadi shilingi milioni 10, 15 kwenye withdraw cash. Na kwa sababu sisi tumekuwa kimataifa, tunatamani mtu akitaka kulipa anafanya tu transfer kwa internet bank, sababu internet bank inakuwezesha kufanya miamala popote. Lakini kubwa kuliko ambalo natamani Watanzania pia waondoke nalo leo ni kwamba ukiwa na kadi ya ATM ya CRDB unaweza ukajiunga na internet banking bila kujaza fomu. Ukienda kwenye Google au Mozilla ukaandika tu CRDB internet banking, itafunga ile page ya internet banking pale. Utaona unasema imeandikwa user ID na password, chini pameandikwa forgot password na register. Ukibonyeza register itakwambia ingiza account number yako, uingize namba za kadi 4 za mwisho. Utaingiza namba zako za kadi za mwisho, utaingiza password ya ile kadi, itakupitisha pale, itaconfirm na wewe, then itakutumia email kukwambia hii ndio user ID yako na password yako, maisha yanaendelea. Na iko salama kabisa kwa sababu mtandaoni watu wengi siku hizo wanaogopa. Ipo salama kabisa kwa sababu unakuta huyu mteja taarifa zinatumwa kwenye taarifa ambazo ziko kwenye mfumo wa benki. Kwa hiyo utashindwa tu kuendelea endapo tu zile taarifa ambazo umeziweka pale ziko kwenye mfumo wa benki. OTP unaipata kwa kutumia WhatsApp bila shida yote. Kwa lazima namba yako ya simu hiyo kwenye mfumo wa benki ya CRDB, email yako hiyo kwenye mfumo wa benki ya CRDB, na uwe na kadi ya CRDB. Unatoka na kadi yangu mimi, ukataka kujiunga na ile pale, huwezi kumalizia ule kwa sababu huna password yangu. Lakini pia zile credentials zinatumwa kwenye email ambayo ni ya kwangu. Kwa lazima uconfirm na email yako pia. Yes, lazima mimi niwe na document. Kwa maana yake ni iko safe, iko tested na inafanya kazi vizuri. Okay. Na kuna watu wana account na benki tofauti. Anaweza akawa na account na CRDB na akawa na account fulani nyingine. Sasa anaweza pia kuwa anahamisha pesa kutoka akaunti yake ya diaspora kwenda akaunti zake labda za nchi ambayo yupo kama ana akaunti nyingine, ama kutoka hiyo akaunti ya nchi nyingine kama anataka kuhamisha salio ama kutopa kiwango cha saving kwenye akaunti yake ya CRDB, ama mifumo ya kuingiza pesa kutoka vyanzo vingine inafanyaje kazi? Hilo lilikuwa jambo la muhimu sana la kuongelea kwenye upande wa remittance. Kwenye kutuma kwenye akaunti, kupokea pesa, inapokea hela kutoka kwenye benki yoyote duniani. Unachotakiwa uwe nacho ni ile Swift code ambayo ni Koru TZTZ. CORU TZTZ. Koru TZTZ. Koru TZTZ. Ukishakuwa na hilo neno, ukawa na akaunti ya CRDB, ukawa na majina yako, ukawa benki name ukaandika ni CRDB Bank PLC, benki yoyote duniani inahamisha hela kuja kwenye akaunti yako, iwe ni ya shilingi, iwe ni ya dola, iwe ni ya euro, itaenda kwenye currency husika. Kwa sababu utaandika tu account currency ni shilingi, account currency ni euro, account currency ni pound. Lakini pia kwa akaunti zote za shilingi unaweza kutumia remittance zote duniani. Unaweza kutumia Nala, ukatumia Remit, ukatumia TerraPay ana hub ambayo unaweza kutumia, lakini pia unaweza kutumia Ria, Western Union yenyewe unaiona. Yani hizi ni app ni nyingi za kutuma pesa yani. Ukisana tu la wengine pia kuna mtu ambaye ana hela zipo kwenye mitandao ya simu. Kwenye mtandao wa simu ABC unaweza ukagusa tu pale ikaingia kwenye akaunti yako, tuma kwenda kwenye benki, weka CRDB inaenda. Mtandao wote wa simu wa Tanzania, sababu kuna mitandao ambayo kuna huko duniani wanaitumia. Kwa hiyo unakuta kuna some remittances zinatuma kwenye mtandao wa simu moja kwa moja, hazitumi benki. Kwa hiyo ukishaituma kwenye akaunti yako na mtandao wa simu unatuma, maisha yanaendelea. Kwa hiyo hii akaunti inapokea kwa kutumia benki yoyote duniani ambayo inafanya international transfer. Na sisi pia kwa kutumia internet banking ambayo nimetoka kusemelea,
unaweza ukatoa hela kwenye akaunti yako ya CRDB ukaituma kwenye akaunti yako ya Ujerumani. Kikubwa tu ni attachment, una attach tu passport yako pale na visa, kwa sababu ni self account. Una attach tu passport yako na visa. Kama unatuma kwenye shule, account ya shule au kuna project unaifanya, unaandika tu ile project ambayo una attach tu ile document ya project. Kama ni mwanafunzi atataji tu pale ile school fees paper, ana invoice zile ana attach pale, inaondoka. Yaani hatuna kukwama, hakuna kutembea na hela sasa hivi ndugu yangu. Kwa kweli jamani, hakuna kukwama, hakuna kutembea na hela. Unakwama wapi Tanzania? Habari njema ndio hiyo nilikwambia hapa, lazima ujifunze. Swali la mwisho nalileta kwako, hatuombei lakini tunafahamu kufa kupo. Ulizungumza pale mwanzo kidogo kuhusu kuitwa, na ukasema pia ninyi kama CRDB mnamshika mkono mtu aliyefiwa na mwenza wake, mnamshika mkono mtu aliyepata ajali kazini, mnasaidia familia ya diaspora ambaye amefia nje ya nchi na wangependa kumsafirisha kuleta Tanzania. Kuna kiwango mmekitenga. Sasa kwa mwana diaspora ambaye ana akaunti na ninyi, ikatokea amefikwa na umauti hii lakini pesa zake bado zipo. Sasa nataka nijue kwa CRDB, je, ikitokea mteja wenu amefariki, pesa zake vipi? Na zenyewe zinabaki huko ama zitanufaisha ndugu zake? Asante sana. Ikitokea mteja wetu amefariki, CRDB hatuchukui hela za mteja. Kuna warithi, kuna sisi watu wanasema msimamizi wa mirathi. Yule msimamizi wa mirathi ataenda mahakamani, mahakama itatuletea barua kwa utaratibu wa kimahakama. Sisi tutawasiliana na mahakama kuonyesha salio la mteja, hela zile ambazo zipo. Kwa kutokana na maelekezo ya mahakama, hela zitagawiwaje, sisi hela tunawapa. Kwa hata kama mtu amekata miaka 8, miaka 9, akaja mwaka wa 10, atakuta hela yake ipo, itagawiwa, itaenda. Kwa maana yake sisi hatuchukui hela za mteja. Kwa amana za mteja ni amana za mteja, zitaenda kwa mteja ikiwa anazitumia. Ikiwa amemaliza kuzitumia, zile ambazo zimebaki zitaenda kwa wale ambao ni warithi ambao wataendelea kuzitumia. Basi jamani, habari ndio hiyo. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Kaka Joseph hapa amefunguka yote ambayo naamini ulikuwa unajiuliza, na kama bado yapo basi wewe niandikie. Labda kaka Joseph, kwa kumalizia, nikupe nafasi ya kuongea lolote ambalo unataka kuliaddress kwa wana diaspora. Ushatuambia mna wawakilishi kwenye mabara yote ulimwenguni, lakini pia mnafika kwa kila Mtanzania aliyoko nchi yoyote. Neno lako moja kwao ni lipi? Watanzania ambao wako nje, mnapoona kuna fursa ya kuileta nyumbani Tanzania, unaweza kuwasiliana na sisi, tutakuunganisha na wadau mbalimbali, iwe ni watu wa corporate, ni watu wa biashara, ni watu wa uwekezaji, ili mradi tu maisha yako yasiwe magumu, kwa sababu tunatamani nchi yetu pia ikue kimaendeleo. Ukimwangalia rais anahangaika, anatembea, lakini pia na nyie ndio mko mnaona zile fursa. Unakuta kuna kampuni iko pale, unatamani ikija Tanzania kiwekeza. Kwa hiyo ikiwa inakuja tu, wewe tutumie tu email, Mosha tuna kampuni inakuja hapo. Sisi tutahakikisha ile kampuni inapata account ya operation, kama ni ya corporate, kama ni ya business, maisha yatakuwa ni marahisi. Lakini pia kubwa zaidi ni kuhakikisha kila Mtanzania. Mimi naambia, juzi nilikuwa niko sehemu, nikawa naaga wanafunzi wanaenda kusoma India. Nikawaambia ukiwa unakaa nje ya nchi, unakuwa na vitu vya muhimu viwili: passport yako na visa. Kile cha tatu ni account ya CRDB. Yani kwa maana kila Mtanzania ambaye ananisikiliza sasa hivi, wewe una uraia wa Tanzania, wewe ushabadilisha uraia, CRDB una uwezo wa kufungua akaunti, una uwezo wa kuwa na akaunti yako na kuiendesha, na una uwezo wa kuweka akiba zako kwenye akaunti yetu ya CRDB na kuja kuzitumia huko nyumbani pale ambapo utahitaji kuja nyumbani. Kwa hiyo nawapa tu wito wa Tanzania wenzangu ambao wako nje, kwamba pamoja na kwamba tumesema akaunti zetu hazina makato ya mwezi, pamoja na kwamba tumesema nina dedicated RM wa kila bara kwa ajili ya kuhakikisha mnapata huduma throughout, pamoja na kwamba nimesema tuna bima ya maisha, ikitokea mtu amefikwa na bila taarifa, una uhakika utazikwa kijijini kwako Tanzania kwa kuwa tuna account ya CRDB. Lakini pia pamoja na kwamba nimesema tuna alternative channel ambazo ni ATM card, visa ambayo utatumia duniani kote, utapata internet banking ambayo utafanya miamala yote duniani.
lakini pia tunakuwezesha pia kuwekeza kwenye mitaji ya uwezeshaji kama hisa, kama kuwekeza kwenye bonds, lakini pia kufungua akaunti za muda maalum za CRDB za kuwekeza kwa riba nzuri. Unaweza kuwa na hela yako unaiweka tu. Kama unataka ikuzalishie, tutumie email tanzanite@crdbbank.co.tz. Tuambie unachokitaka. Sema mimi niko Marekani nataka account. Mimi niko Marekani nataka kufufua account yangu. Mimi niko Marekani nataka kadi. Mimi niko Marekani nahitaji mkopo wa mortgage. Ujerumani pia. Ujerumani. Niko Afrika Mashariki, wewe popote utakapokuwepo duniani. Wewe tuandikie tu pale, sisi tunakuhudumia na tunahakikisha unapata huduma kwa ubora wa kimataifa. Asante sana Daselina. Thank you so much. Na mimi nilete ombi langu jamani, sisi wengine pia tunasafiri. Kama inawezekana, sijui CRDB mtalichukua vipi, lakini muanzishe walau basi sisi ambao kama kuna uwezekano kuwa mtu analipia tiketi ya ndege kwa kupitia akaunti yake, kama na diaspora account analipia tiketi ya ndege, kwa kuna bonus fulani nazipata ama point fulani nazikusanya, inapofika kipindi nataka kununua tiketi yangu kama huku nina vibonasi vyangu vinisaidie kuwa nimesha safiri trip zangu kadhaa zimenipa point kupitia CRDB kama mteja, alafu nikija siku nataka kusafiri nakuta benki yangu imeniofa ka discount baada ya kununua ticket kwa kiwango fulani, kwa sababu kuna point zinanichangia. Au unasemaje? Hilo tulipokea na tulikuwa na hiyo kwenye mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 6. Kuna watu ambao wameshinda kwenda kombe la dunia, kuna watu wameshinda kwenda Serengeti. Kama sasa hivi watu wanaofanya miamala na sim banking, kuna watu watashinda wataenda Marekani kutembea. Yaani uko na sim banking nako. Wewe fanya tu miamala. Inabidi niangalie miamala yangu hapa vizuri. Kuna watu wanashinda mandinga. Yaani zipo na sio kama ni kwa sababu ni kwa Watanzania. Ukiwa tuna account ukatumia sim banking, ukatumia kadi, ukatumia kuna hiyo ushindi. Kwa hivyo vingine ambavyo umesema tunavichukua. Labda tuangalie sasa jinsi gani ya kuja pia na kampeni kwa ajili ya diaspora peke yake ambao wanatumia account za Tanzania. Sababu ukiangalia ukiangalia asilimia kubwa ya Watanzania ambao wako nje. Asilimia kubwa, nikisema asilimia kubwa, unaweza kuwa kuna Watanzania zaidi hata milioni 10 wako nje. Ni asilimia 0.5 ambao wanatumia account za benki. Tukazane kuchanja na kutumia na kufanya transaction, mambo yanaweza kawa mazuri. Jamani, hilo ambalo nitaka tulisikie leo hapa kwenye Talk to Diaspora, mengi kaka Joseph ameongea, na kama una maswali hujaelewa vizuri, lakini naamini umeelewa bwana, au kama unataka ufafanuzi zaidi, ameweka email hapo na nitaiandika ili uweze kuandikia. CRDB wako wazi muda wote kwa ajili yako kukuhudumia. Ushindwe wewe tu Mtanzania, ushindwe wewe tu mwana diaspora ambaye unataka kupata huduma. Alafu uzuri bwana, unakuwa unahudumiwa na wazawa, mnazungumza lugha moja, unaelewa. Yani unajua ukihudumiwa na mtu mwingine anaweza kuelewa, akikuhudumiwa nyumbani kwako anakuelewa kabisa, huyu hapa ndo anachokitaka, alafu anaweka tiki kwenye ile shida yako. Mnataka nini? Mnakwama wapi? Habari ndio hiyo. Kwa hiyo diaspora, mimi leo nimewaletea hilo zuri na nimekula na nyinyi. Wanasema kizuri kula na ndugu yako, na ndugu zangu nimekula na nyinyi hiyo habari njema kutoka CRDB Bank. Kwa wana diaspora, mnatakiwa mbenki bila mipaka, na uzuri unatumia kokote duniani, kiwango kimetajwa. Yani mimi nasubiri tu hapa mniambie, jamani tunafungua. Niandikie hapo kama una swali, mimi nitakusaidia kukulink na kaka Joseph, atakujibu, atakusaidia, atakushika mkono, na unaambiwa ATM kadi yako itakufikia kokote ulipo kwa usalama, kwa ulinzi na kwa uhakika. Alafu wale mabilionea mnaotarajia, CRDB nao mchongo wa kukuhakikishia unaipata bilioni mpaka 3 kutimiza ndoto zako. Nini kingine unataka? Mimi nakwambia hebu tuchangamkie fursa diaspora. Tutumie CRDB vizuri. Wanasema ili utajirike unahitaji benki, na mimi nakwambia ili utajirike zaidi unahitaji CRDB, au si? Asante sana kwa kuangalia. Mimi naitwa Selina, kwa niaba ya kaka Joseph nasema thank you so much. Till next time. CRDB wakiwa na jingine utaona hapa. Thank you.